kufa tutakufa tu. Unaweza ukafa kwa malaria, ukafa kwa kansa, ukafa kwa magonjwa mengine, kwa sababu kufa kupo. John Joseph Pombe Magufuli. Magufuli babalao, Joseph babalao, John Pombe babalao, Magu babalao. Ndiye aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mmoja wa viongozi wa Afrika aliyeshikilia fikra za kuwa Afrika inaweza kujilisha bila kuombaomba misaada kutoka kwa wazungu. Mwandaji na msomaji wa makala haya ni mimi Ann Kinene. John Pombe Magufuli alizaliwa mnamo tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 1959 katika wilaya ya Chato mkoani Geita. Alikuwa ni mtoto wa pili katika familia ya watoto wanne, wasichana wawili na wavulana wawili. Alianza safari ya elimu katika shule ya msingi Chato mwaka wa 1967 na kuhitimu mwaka wa 1974. Alihitimu kidato cha 6 mwaka wa 1987 katika shule ya sekondari mkoani Iringa. Alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam na mnamo mwaka wa 2009 alijizolea shahada ya uzamifu katika kemia, yani PhD in chemistry, na hapa jina lake likawa Dr. yani Daktari Joseph Pombe Magufuli. Nasikia hulka uchapakazi wake iko vile vile tangia akiwa shule ya msingi. Walimu wake wanasema hajawahi kuchelewa shuleni. Julai 12 mwaka 2015, CCM ilimtangaza Magufuli kuwa mgombea wa kiti cha urais na akawashinda wapinzani wake katika ushindani wa ndani ya chama. Uchaguzi ulipofanyika alishinda na zaidi ya 58% ya kura na kuapishwa kama rais wa awamu ya 5 tarehe 5 Novemba mwaka 2015. Mwaka 2020 alichaguliwa tena na chama chake kwa muhula wa pili na akashinda kwa kishindo kizito. Magufuli alijivunia kuwa Mwafrika. Alipenda sana kuvaa beji ya Afrika kwenye koti lake. Hili limetafsiriwa kuwa Magufuli alikuwa Mwafrika kwanza. Alifanya mabadiliko kadhaa ya kiuchumi, yakiwemo ufufuaji wa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere mjini Dar na ujenzi wa Terminal 3 uwanjani hapo, ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, ujenzi wa daraja la Mfugale flyover. Mafanikio mengine ni kuboresha huduma za afya, ujenzi wa Dodoma Bus Terminal sambamba na udhibiti wa rasilimali za taifa. Uchapakazi wa mzee na dhamira ya kuleta mabadiliko Afrika kulisababisha likadhalika jina Kenya, Magufulification of Africa. And I was in Kenya and I said at one time that we need to Magulify Kenya. In other words, there is a sense in which a new English word can be found, the Magufulification of Africa. Magufuli alikuwa baba ya watoto wawili, Joseph na Jessica, na mke mmoja ambaye ni Janet Magufuli. Na pengine hujui, John Pombe hangemaliza mazungumzo yake pasipo kumtaja Mungu, na kweli Mungu alimsaidia. Lakini kamwe tusimwache, kwa sababu palipo na Mungu hakuna kinachoshindikana. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe, na katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Chanzo cha kifo cha Rais Pombe Magufuli ni kwamba alikuwa ana tatizo la ugonjwa wa roho kwa ndani ya miaka 10, na ilipofikia tarehe 6 Machi mwaka 2021 alianza kusumbuliwa tena na ugonjwa ule na akapelekwa kulazwa katika hospitali ya Kaya Mission Kikwete, taasisi ya kupambana na magonjwa ya moyo, na tarehe 7 alijisikia vizuri, akapewa ruhusa na kuruhusiwa kwenda kuendelea na shughuli zake za kikazi. Mnamo tarehe 14 Machi mwaka huo alijisikia tena vibaya, akarudishwa hospitalini mpaka mauti wake ulipomkuta. Hili lilitokea majira ya saa 12 huku Bi Samia Suluhu akitangaza msiba huo kwa taifa. Nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni
tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Watanzania wengi walipokea kwa masikitiko kifo cha rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana ni rais ambaye alipendwa sana, rais shupavu, rais mpiganaji ambaye alipigania sana Tanzania. Bwana alitoa, Bwana akatoa. Mungu ailaze roho yake pahali pema peponi. Mpenzi mtazamaji, ni jambo lipi linakufanya mkumbuke sana Magufuli? Tusubscribe na kushare ili wengi wapate kumtambua shujaa huyu John Pombe Magufuli. Usipoamua huwezi ukafanya kitu. Hata ukiwa wewe katika maisha yako ya nyumbani ya kawaida, umepata vihera vyako, unasema hivi havitoshi, ngoja nikusanye mpaka ziwe nyingi, hutajenga hata kibanda. Ni kuamua.